Dada Samani. Bila samani. Habari gani? Nzuri vipi? Safi. Samani, naitwa Amerika. Naweza nikapata chumba mtaa huu? Ndio. Dadangu, naomba unielekeze. Unaweza kunielekeza? Ndio. Niko wapi hiyo nyumba? Nyumba yenyewe ndo ile pale, ila sijui kama utaiweza maana kuna vichaa wengi. Aha, ile pale. Ndio hiyo. Unasema ni nyumba ya vichaa? Ndio. Basi ngoja niulize. Asante sana. Karibu. Ingia. Asante. Karibu sana. Asante sana. Shikamoo. Marhaba, karibu. Asante. Karibu sana. Asante sana. Uko unahitaji nini kusaidia? Naweza nikapata chumba cha kupanga? Ndio nikuonyeshe. Sawa. Kinachokuchungulisha hapo nini? Umbea tu mwanaume mzima ovyo. Kwenda huko. Hata unachungulia tu hapo mtoto wa kiume mbea mkubwa wewe. Karibu uingie. Chumba ndio hiki hapa, ukilizika utaniambia. Sawa. Endelea na usafi. Haya, sawa. Madam. Kiukweli chumba nimekiona ni kizuri, nimekipenda, nimekilizia. Okay, kama chumba umekilizia, karibu sana. Bei yake ni 40 kwa sababu ni self. Ila mwenye nyumba hayuko hapa, mimi ni kama msimamizi. Kwa hiyo kama unahamia, sijui utania lini. Aha. Basi sawa. Kumbe mimi nitaingia usiku wa leo. Kumbe nashukuru, naweza nikaenda. Sawa, karibu sana. Tunakusubiri mgeni wetu. Asante sana. Asante. Kuna vitu vinanukia huko. Wanaume nao wanapita. Vitu vinanukia hapa kwa hiyo. Hapa sikai mbali. Tena mwenyewe mgeni, mbona atajuta? Yaani lazima atajuta. Ngoja nichukue kautikoti humu nikae nako hapa karibu. Yaani usimwachi bure wewe. Utanikuta hapa. Hajatoka. A few moments later. Chaumbea, nilijua umefika. Mbea mkubwa wewe. Utalamba lolo. Mwenzio kafunzwa kwao. Utajijududa. Na bado, ndio mwanzo. Mwanangu, asante sana. Achana naye huyu, hana kitu humo. Hata kula kwenyewe anaweza kaja kukuomba humo. Uwe naye makini. Umesikia mwanangu? Asa mimi aliomba nani? Shida sio kuomba baba Watoto wamefunzwa kwao, wamekuta wakubwa. Hawezi kuwaacha bure. Kwa sababu wewe ni mkubwa. Hiyo utajua wewe baba. Hawa ndio watu wazima ovyo. Yaani mpangaje jamani hata siku 3 ameshaomba mboga. Alafu na wewe umesikia hapa ni mjini, sawa? Nikwambie kitu. Kitu gani utaniambia wewe ya mshamba kabisa wewe? Nasema aombaye upewa. Alafu kizuri kula na wenzio. Mimi sina mkono wa bilika. Kumbe sio mchoyo. Sasa umesikia. Na mimi nipe kidogo basi, ni tumboga gani tunyama ni tunanukia au mwaisi unajua kupiga hivi. Na mimi niletee kidogo basi. Huo ni umama. Na wewe mwanaume mzima unaombaje mboga? Nilikuwa nakutania. Yaani hiyo tabia unayoifanya. Unaona hapa wana mabwana zao wakitoka hapo wanaletewa kila kitu. Wewe sijui utaletewa na nani? Haya, shauri zako. Mimi ngoja nipo tu nilikuwepo. Mtajionea wenyewe. Sawa, umeamkaje? Sawa tu. Nilikuwa nakutafuta sana. Kwa shida gani madam? Tabia unayoifanya ukifanya chumba chako kama guest sijapenda.
Hapana madam, mbona marafiki zangu baadhi ya ndio wanakuja na waleta hapa? Nimesema kama umekuja na rafiki yako, toa stori nje na uongee naye nje. Masuala kujifungia ndani, hakuna urafiki wa mwanamke na mwanaume wakajifungia ndani ukasema ni marafiki. Na kama ungekuwa marafiki mngekuja wawili au watatu. Sasa hii tabia na ikome. Na kama utarudia, utaama humu ndani. Nadhani nitajirekebisha kwa mambo ambayo nayafanya. Hiyo utajua wewe, mimi nimemaliza yangu. Asante sana. Skao! Where's Skao? Where's Skao? Skao! Madam, shida nini Madam Pendo? Mbona shida madam, tumekaa tatu tuna vibe. Kwani wewe hujaziona shida zako? Sasa Madam Pendo shida gani tena? Mbona unanichanganya tena? Sikiliza wewe. Umeshakuwa kikwazo sana kwenye hii nyumba. Sasa hapo sijui kwamba wewe ni mchawi. Ngoja kwanza wewe ndio kikwazo huko ndani. Wewe usione. Wewe ni kikwazo kikubwa kwa sababu itakuwa kwa nini mchawi? Kama wewe sio mchawi, hapa utaama tu. Yaani wewe usione mtu amefanya kitu umeshaongea. Mpangaji kamia hapa ni mgeni umeshamomba sini mboga gani? Unaona unaingilia sio kuhusu wewe. Mpangaji mpya usiingilie. Mpangaji mpya kwanza ni kijana mpole. Sasa hapa mimi napoteza hata mimi. Sasa leo bili ya umeme utalipa tofauti na sisi kuanzia leo. Maana wewe unajua sana kutumia vyombo vya moto. Sasa wewe siwezi kuhama hapa. Mimi mziki naosha kama kawaida, hata naosha siku zima masaa 24 na umeme nalipa, na nyie kama mna vyombo vya moto washeni vya baridi. Sasa ngoja nitakukomesha. Wewe unajifanya shatbabi. Ngoja nikuonyeshe. Umalize wiki. Ngoja nipo hapa, labda kama sio mimi sikalo changanya masa. Labda kama sio sikalo changanya masa. Mimi kweli. Wewe unataka nini huyu? Hivi kwa nini? Hivi kwa nini machamu na kwaga na shida nini? Yaani bosi anaga shida ila chawa sasa. Kama kukuzaga pamoja ya dunia. DJ used to what is it? He's got to be master. What hung are you? Karibu sana shehe. Asante sana. Karibu sana. Asante. Nisipoteze muda. Ndio. Kufika kwangu hapa ni kwa sababu baba aliniambia kwamba kuna shida hapa. Sasa akanaagiza akaniambia kwa sababu yeye saizi hayupo hapa mkoani, akaniambia nije nifahamu nini ambacho kinaendelea baina yenu. Kwa sababu tunafahamu kwamba wewe ndio mhusika mkuu hapa na unajua kila kitu. Kwa kama nitaweza kulisolve mimi ama kama yatakuwa mazito zaidi tumsubirie mwenyewe akirudi. Kwa nikaona sio vibaya leo nimepata nafasi. Walau nije nifahamu kipi kinaendelea. Kweli shem, hapa kuna matatizo makubwa sana. Wapangaji wameshakuwa ni wasumbufu sana. Na kingine, yupo huyo mpangaji. Yaani simpendi na ninatamani ahame. Anaharibu sana wapangaji hapa nyumbani. Kwanza, matumizi ya umeme anatumia vibaya. Anatukana watu ovyo. Yupo kijana anayefuata kwenye chumba chake hapa. Yule kijana ni muuni sana. Wanawake mbele. Wanawake kila siku leo wanakuja mwanamke huyu, kesho na mwanamke huyu. Je, matatizo yakija kutokea hapa, sisi tutakamatwa wote hapa. Bora hata huyo anaingiza wanawake usiku na mchana. Lakini sio huyo. Haame hapa. Naomba hata unapomfikishia shemu, mwambie haame hapa, mimi simtaki. Kikweli nimeshindwa kusema madam, na kwa sababu tayari naona ni matatizo ambayo kwa upande wangu yako nje ya uwezo wangu. Lakini kwa kuwa mhusika sio kwamba hatorudi, atarudi na nadhani ni hivi karibuni tu. Ni kama wiki moja ameniambia atakuwa asharudi. Jumatano ijayo atakuwepo hapo. Kwa mimi nadhani nikitoka hapa nitaongea naye nimuelekeze changamoto zilizopo kusudi yeye mwenyewe ndo ataweza kuja nadhani akisharudi. Unajua nyumba za kupanga zina changamoto nyingi sana. Zina changamoto nyingi kweli kwa sababu hata sisi pia tunazipitia kama hizo. Lakini mwisho wa siku mtu hawezi kunyima amani hapa wakati mamlaka tumekuachia wewe ndo mhusika mkubwa. Kwa hiyo najua pia brother ni muelewa. Ni jambo dogo tu ndio ikija linasuluhishika na kila kitu kitakuwa sawa. Kwa madam mimi nikuache hivyo na kwa lolote ambalo tutatokea hapa katikati ambalo utahisi naweza nikalisolve mimi mwenyewe ama ninahitaji kufika kwa brother, kuwa huru tu kuongea na mimi nitamwambia. Sawa shemu, mimi nakushukuru sana kwa yote. Yaani nimekushukuru sana kwa sababu umenitia moyo sana. Na hiyo Jumatano nahisi akija mwenye nyumba sina maana atakuja Alhamisi kwenye kikao. Nadhani atakuja Alhamisi. Sawa, nashukuru sana. Ina maana nitamsubiri siku hiyo. Ila kale kama mtu
naomba unisaidie akatoe. Yaani wala hata usijali. Hilo ni swala dogo sana limeisha. Nitakushukuru sana maana kale ndo kachawi ka hii nyumba. Usijali nalimaliza hilo haraka sana. Sawa. Sawa. Nashukuru sana shemeji yangu. Haya. Sawa basi shem, mimi nikuage kwa sababu mambo ni mengi kidogo. Ndio. Tuendelee na majukumu mengine. Wewe mnakuja hata kututembelea. Au usijali hapa ni nyumbani. Nikusindikize shem. Mna shida hapo tu nyumbani. Tunafika hapo. Asante. Asante. Karibu sana. Asante. Hivi huyu mgeni ajui kama hii wiki ni zamu yake, ila watu wengine wana vituko. Ona uwanjani jamani, ajui kama leo ni zamu yake kufagia uwanja. Yaani kama uwanja upo hivi, uko chooni ndo sijui. Ngoja nimuone. Madam. Shikamo. Marahaba, nzima. Mimi ni mzima. Kwema. Kwema. Jua mpaka sasa hivi limechomoza. Hujafanya usafi manake ni? Unajua kabisa hii wiki ni zamu yako. Inatakiwa uamke saa 12. Kama mjiwezi wiki za usafi, toeni hela tuwafanyie usafi bwana. Madam, mimi wiki langu liliisha jana, nilimaliza jana. Liliisha jana? Unasema wiki iliisha jana wakati wiki iliyoisha nani alifanya usafi Skalo? Hapana, ili wiki madam nilimaliza mimi. Huyu kaka wa umu hichi chumba kinachofuata. Hiki hapa? Aliniambia kwamba ni zamu yangu. Wiki ambalo lilisha. Alisema ni wiki langu la usafi. Nilianza na nimemaliza jana. Hivi kumbe Skalo mshenzi, wiki hii iliyoisha ilikuwa ni zamu yake. Imekuwaje tena wewe ukanani ukashika zamu ya Skalo? Jamani, yani sijui kinani kilideki jana afu kimeacha mko hapa. Mwisho tutaumizwa. Wewe Skalo. Nani tena wewe anagonga tena? Njoo bwana, njoo. Yaani wasumbufu wengi duniani sana. Usumbufu tu kusumbuana tu mtu umeshalala. Na maana kaka jamaa kaliniingiza mjini, kameniada na mimi nikadaika. Basi tu. Mama jua ni shida nini asubuhi tumelala? Bwana Skalo acha kabisa ujanja wewe uliotumia. Wiki iliyopita ilitakiwa iwe zamu yako kwa sababu ile wiki ya ndani Skalo ilikuwa zamu ya huyo mlevi. Wiki iliyoisha ilitakiwa iwe zamu yako, lakini wewe ulivyokuwa mjanja umempa huyu kaka wa watu kwa sababu ni mgeni. Kila mbuzi ula kamba. Mbuzi ula kamba. Hivi mbuzi ula urefu wa nini wasema? Hebu njoo hapa. Mimi nipo serious. Wewe unaniletea utani eti? Nani sio hivyo nani, ngoja tuelewane tumesikia. Zamu ya kwako, alafu kampa nani mgeni wakati inatakiwa ufanye usafi. Yule pale mimi nani alichanganya mwenyewe. Sasa kwa mimi nimwambia changanya. Mimi nimemuuliza, ameniambia hivi, huyu kaka atakusingizia. Amesema huyu kaka wa huu hapa mlango unaofuata, au sio wewe? Nini umeanza kunungunika tena? Yaani wewe kama hujiwezi kufanya usafi, nishakwambia wiki yako kama huwezi kufanya usafi, nipe Mama Joani nitafanya usafi. Nipe shilingi 5,000 nikufanyie usafi. Sasa kama issue ndio usingekuwa umeshasema mwanzo kabisa Mama Joani ni kumbe issue ni hiyo. Wewe leta hela hapa. Leta hela nikufanyie usafi wiki yote. Leta 5,000. Si 5,000. 5,000. Toa hela. Wewe toa hela. Sasa Mama Joani umesikia? Kiukweli kwa sasa mimi nipo vibaya sasa hizi. Skalo buku. Sasa mimi sasa nipo vibaya. Bwana hebu ongeza basi. Ongeza basi hata shilingi 2,000 iwe 3,000. Niko sasa hizi hela sio. Leta kwanza. Kwani nani amekwambia uweke mfukoni? Na nimeshakwambia shilingi 4,000 jioni unaleta. Jioni utaleta. Hamna shida basi. Haina shida. Sasa lazima watu wapigizana kelele hadi majirani watu wanajua kuna shida. Sasa wewe unadhani shilingi 1,000 kuna hela hapa? Basi leta. Wewe subiri naweka. Ya majua. Haya basi. Haya poa. Sawa. Haya baadaye. Poa. Namshukuru Mungu nimeshapata hela ya sukari. Haya baadaye na nimekuambia hivi inatakiwa jioni unimalizie shilingi 4,000 hiyo. Na wewe.
Nimeingia hapa kubwa sasa. Mimi ndo baba mwenye nyumba. Mmejenga nyinyi. Mama wa shamba anayebisha aje hapa. Mimi ndo kontawa, mjukuu wa Mtume. Mesha kunywa vitu vyangu na jilamba. Wewe kama nani? Oa, amkeni humo. Tambunja mtu, oa. Oa, amkeni humo. Hapo nyi wachawi yote humo. Nalala mchana. Kwamba msikii humo ndani, ndio. Hivi wewe mlevi? Kila siku unakaa unatupigia kelele. Kilichokutoa huko usiku, alafu unakuja kwanza kutupigia kelele wewe nani? Wewe nani? Ngoja nikurudie, nifunge geti kwanza. Ngoja nikurudie wewe. Naona unijui. Nataka kusema wewe kama nani? Nataka kusema Majoni mkorofi. Kilichokuleta usiku huu, unajua kabisa wapangaji tupo wengi, mlevi mkubwa wewe. Kilichokufanya uleo usiku. Wewe mshangazi, mbona nimekuacha baa? Na huku umefuata nini? Leta hii pombe ndio inayokupa kiburi. Mbona mchawi wa maajabu? Yaani wewe unakuwa mlevi ambaye jamani pombe. Leta pombe. Kwa wewe, Eskalo, je msaidie mwe jamani. Eskalo wewe. Wewe ndio unakunywa pombe za faida. Acha pombe. Kesho asura mnisaidia kwamba Mama Joni. Wewe nisaidieni mwambie. Kuna nini tena hapa? Ngoja nimnyoshe. Wewe amefanya nini tena? Ngoja amefanya nini tena? Amefanya nini huyu? Anakana sana kupigia kelele. Kwani wewe hujasikia hizi kelele? Kumbe amelewa tena. Amelewa huyu. Mpige kidogo. Mpige na nimpige hivi timba. Amezoea kila siku analewa. Huyu. Asubuhi nakwambia sana lazima aelewe uwe na. Amelewa tena. Ameshalewa huyu. Amelewa tena huyu. Usini kila siku analewa. Wewe acha wewe. Lazima elimike nakwambia. Mama muuza. Ni mama umesikia huyu kila siku anakuja. Tulieni basi. Shika chupa yako. Mbona mnaleta mambo ya ajabu kabisa? Sisi ni majirani na pasa tuishi kwa upendo na amani. Mnampiga huyu kijana mkimuumiza mtamtibu. Au akifa hapa. Wewe ni mgeni huko ndani. Unajua kabisa huyu sio mchana. Hapo naomba mnisikilize. Itabidi tupendane. Sio mnakuwa kama wanywa bangi wavuta pombe. Akili zenu zinakuwa zieleweki. Zina akili au hazina akili? Very. Why? Umeona mtu unayemsaidia? You are right. Hana kichwa wala kiwili. Huyo masisi. Mnamshambulia, mmekuwa majambazi, mmekuwa wachawi. Umeona amevana sai. Watu walevi. Sehemu zote nafahamika. Nazi mmoja. Una bahati leo umeongolewa na huyo mgeni. Asingekuwepo nakwambia leo. Huyu akirudia, huyu atakaa siku nyingine akija tunamsha kichula hapa. Skalo pombe ya mwili inaelekea wapi? Mimi na wauni wangu kibao. Twende basi. Mtakuja mlango mmoja, Kilimani City, Chanji. Mimi ndo Ghost Kitengo. Hawa kama nani? Iskalo, mimi mwenyewe najua kabisa wewe ni mlevi. Pombe ilikuwepo humu. Ila mama Joni na wewe. Sasa unaulizia nini naye kama sio mlevi? Nimeshakwambia utanikuta kwenye 18 Iskalo. Wewe mwenyewe wale. Hebu kwanza mtaingia chumba. Cheka nadhani mazuri. Nakwambia utanikuta kwenye 18. Hebu kalale huko mama Joni. Haina shida. Unajua man stop nonsense. Tulia sasa usiku. Kama una D2 uweze ukanielewa. Wananionea dongi. Charaza vibao sasa hivi. Wananionea dongi, achana nao. Odi.
Nzuri madam Tendo. Shikamoo. Baba mzima. Mzima kabisa. Hebu jiandaeni, mwenye nyumba ameingia, tumalize kikao haraka. Ngoja nimpigie nimgongee huyu mwevu. Haya sawa. Na redio yake yasiyozima. Haya ngoja nijiandae. Havifanani na roho. Mami. Kwani ni kipi ulikosa kwangu? Jiandae na kikao cha mwenye nyumba. Kikao gani tena? Kikao gani tena? Nimesha kwa mwenye nyumba. Mimi kwenye kikao siji. Vikao gani vya kikao? Sasa kama hutakuja, naona leo nataka uame leo utakutolea jambo hili. Sawa. Hapa uje kwenye kikao. Wasikia jeuri wako. Nakuomba nikuone kwenye kikao. Mimi kwenye kikao nakuja. Ni sasa au ni baadaye? Sasa hivi mwenye nyumba ameshafika. Ngoja nije. Kikao ngoja nije hasa na magogo. Yaani nyumba za kupanga vikwazo. Wewe kutoa vielele unatangulia ni mwako huko. Si kwenye kikao na. Sasa kama unaingia kwenye kikao unakuwa mpole. Mimi si ndio ndio. Ingia basi. Ingia karibu. Ina maana uko peke yako ndani kumbe. Wewe nani? Wewe kijana. Njoo kwenye vikao, kwani hizi nyumba hizo umezitumia kanyaga kupanga kwenye nyumba hii. Yaani umekanyaga. Hivi ndani umefanya usafi kweli? Ni mwako mwalimu. Mbona hata kunukia? Kwako. Umeshinda kununua hata perfume. Habari zenu jamani? Ni salama kabisa. Karibu. Asante. Nimesikiliza wito wenu. Nimeamua kufika hapa maana nimepewa taarifa na kijana wangu kwamba katika nyumba hii nasikia kuna malalamiko. Na pia msimamizi wangu inabidi wewe ndo unipe taarifa zaidi kuhusiana na nini na nyumba hii, maana wewe ndo nilokukabidhi na mimi nikaondoka nikaenda safarini. Karibu sana baba mwenye nyumba. Nashukuru kwa ujio wako, nashukuru kwa kunisikiliza. Ila mimi kweli nilitoa malalamiko na hata alipokuja ndugu yako tuliongea naye. Kwa kweli hii nyumba mimi nataka inishinde. Wapangaji wako si wema hata kidogo. Na hisi labda hata ni wachawi hao. Hasa hili swala hili. Huyu baba mwenye nyumba mimi nilikuwa naomba kama unataka niendelee kuwa msimamizi wa nyumba yako na unaniamini, naomba huyu kijana ame. Tena ame aswa. Bado na wewe ni mdomo wewe. Bado hujafika zamu yako. Tena kama ndio wewe, tena ndio nilikuwa nakusubiri sana. Si ulisafiri? Sasa umerudi. Ngoja Sawa jamani, tuache malumbano, tuende moja kwa moja kwenye pointi. Maana naona mmeshaanza kubishana, si ndio? Kama haka anajifanya kapole hapa. Kila mtu atawasilisha tatizo lake, si ndio? Ndio, Kijana, maana naona wewe ndio unanyoshoa sana vidole. Kuna shida gani hapa? Baba mwenye nyumba, kwanza mimi nianze kwanza kwa heshima yako kwanza kwa kunipa nafasi ya kuongea. Mimi kama mnavyonijua mimi ni kijana mstaarabu sana. Ni kijana ambaye ni mpole sana. Hata kikao kilipoanza nadhani umeshuhudia mwenyewe jinsi mimi ni mpole. Mimi wananisingiziaga tu. Mimi yani sinaga labda kama mimi ni muongo ongea labda nani Mama Joani aongea hapo aseme kitu. Labda huyu ndo mwenye shida ule mwacha mamlaka. Yaani baba mwenye nyumba. Ndio. Huyu Madam Pendo ana gubu huyu mwanamke. Yaani sijui kwa nini ulimchagua ili asimamie hii nyumba. Huyu dada huyu ana gubu sana na anapenda sana kutuandama humu ndani. Sio kwamba anamsema huyo bure. Yaani Madam Pendo huyu ana gubu sana huyu mwanamke humu ndani. Kuna kitu anachokitafuta. Ba mwenye nyumba mimi kazi zangu zote ni za kusafiri. Lakini huyu Madam Pendo huyu haishi kunisakama humu ndani. Lakini kuna mpangaji wangu hapa naona ni mstaarabu, si ndivyo? Kama ulivyoniwasilisha taarifa wa bwana Amerika, si ndivyo? Ni kweli kabisa mwenye nyumba. Kumbe umeona yani mstaarabu wa hii nyumba ni huyo kijana mgeni. Labda kama aje badilike kwa baadaye. Yaani huyo ndio anataka kuwasilisha vitu ambavyo vipo humu ndani. Ni changamoto mwenye nyumba. Karibu sana. Unaweza kunijuza zaidi? Baba mwenye nyumba, kitu ambacho unasema ni kweli. Mimi ni mstaarabu na ni mtu ambaye najitambua sana. Kwa sababu humu ndani ni kweli kero nyingi sana kwa majirani. Wanakuja hapa wanauliza kwamba shida nini hapa, mbona kelele hatulali. Baba mwenye nyumba, humu ndani yani kuna watu kabisa akili zao hazina akili. Na sijui sisi vijana wadogo tunajifunza nini toka kwao. Aliyakuwa wao watu wazima ndio inatakiwa sisi vijana wadogo tujifunze kutoka kwao. Inafikia hatua kwamba ni sisi wadogo ndio tuwafundishe wakubwa. Kweli?
Safi. Jamaa kaongea point, jamaa kaongea point. Yaani kuna point nini? Unajua kama wanakusema wewe ndio una akili hapa. Yaani wako wamesema watu wazima akili hamna. Si mmesikia wenyewe. Yaani mtu mzima akili. Jamaa anaongea point huyu. Baba mwenye nyumba umesikia. Tena utoke leo. Baba mwenye nyumba umeona baba mwenye nyumba. Umeona? Sio mtu mzuri huyu. Baba mwenye nyumba unamwona huyu Madam Pendo huyu. Unamwona Madam Pendo baba mwenye nyumba. Mimi ndio Madam Pendo. Huyu. Sasa umeshaona akili. Unamwona huyu. Sisi tunapozidi kugombana kwa sababu hajielewi huyu. Umeshaona penye ana shida. Huyu ni mtu mzima lakini anashindwa kujishikilia. Anashindwa kujizuia. Uzaa mwisho kaengeza. Tena naomba unitue. Mtu mzima mwenyewe. Una kadi ya kliniki wewe? Una kadi ya kliniki wewe? Umeona sasa? Umeona? Shenzi kabisa wewe. Tena Kelele. Hapa mnawapangaji. Naposema hivi, kwanza ukija sitaki kuona mtu hapa. Sitaki kuona mtu hapa. Unasikia kwenye shida ndio niache kwanza. Nasikia. Niebisha nini? Lakini ninachosema ukija sitaki kukuta mtu hapa. Nieba kile kibele. Wewe naye mpate moyo. Wewe chao. Nani alienda kumuita baba mwenye nyumba? Situngemalizana huko. Tungemalizana katika msikilizaji. Kwanza sio vizuri. Ni mbishi sana. Na wewe mwenyewe umezidi kilanga. Ila Madam Pendo huyu ndio mkorofi. Yaani hapa ndio shida zetu. Umeona? Mimi nimeanza tunaishi hapa aka ndio kuja kuharibu. Sasa mimi nikianga naenda kuhamia wapi? Mimi nimeanza vizuri kwenye kikao nimepoa. Nilikuwa nimetulia kwenye kikao. Amesababisha. Mama Jona mwenyewe umeona nilianza nimetulia kwenye kikao akaanza kapromo. Yaani ngoja kwanza mimi. Kwenda toka mwangu. Toka. Yaani Madam pale ulikosea wewe mwenyewe. Mbona tungemalizana sisi kwa sisi huko ndani? Tungemalizana na msikilizi. Kila ninapoongea mlishainisikiliza mimi huko ndani. Waone. Tena mimi kuna sijui hata kwa support hamna. Yupo. Hadi huyo kijana ni mpole sana. Yaani huyo bora angebaki huko, lakini mimi lazima nitamfuata baba mwenye nyumba. Jamani. Yote na yote, Madam Pendo. Umfuate tena. Yaani ni hata mkiendelea kudiscuss hapa mmefukuzwa nyendo kwenu. Hiki kikao akina nyendo kwenu. Mimi naambia yaani mimi hapa mnaja kukaa. Sisi tutaenda, mimi ni mwanamke na mimi ni mwanamke. Mimi naambia hapa tokeni tu hapo kwa maskaro. Dada, yaani ninakuheshimu. Wewe ndio uliyesababisha nikapata hichi chumba. Mfuate baba mwenye nyumba. Nijishushe. Tuyaongee. Hata mimi naona nijishushe ndio wangu. Basi tu kesho inabidi niende. Haina shida. Basi usijali na Joani. Malize tukae kwa maji tena wapi tena? Nyumba zenyewe za shida. Na mimi naenda bwana. Karibu. Nikatiza kulala siwezi, kusema siwezi, kulia siwezi na kila. Mapenzi yamenijaa na mimi nipo ugenini. Mapenzi yamenijaa na mimi nipo ugenini. Kivuruga anaingia. La. Yaani watu wanaloza bubu. Hivi kweli nguo yangu imedondoka chini kweli? Hata kunitolea chini kuniwekea kwenye kamba kweli Madam Pendo? Hapana malongo wewe mwanamke. Una shida gani na mdomo wako wa kila siku? Usiaisha maneno. Umeingia tu umelianzisha. Unaanza kuchangamsha nyumba. Ndio maana ulishashindwa kuolewa kwa sababu ya roho yako ya mbaya kweli. Wewe uliolewa una nini? Na mimi nisiolewa nina nini?
Kwani ni jamani wewe unakusumbua ambaye sijaolewa naishi kwa amani. Tikisa. Pole dada. Pole, mimi ndo mama Joa. Utaanza ni nguo tu dada. Ndo maana yake nguo zinadondoka huko ndani unaokota. Ya mama Joa ni tu ndo maana changamka. Una roho ngumu sana wewe mwanamke. Sina roho ngumu, wewe ndo mwenye roho ngumu. Muangalie. Rangi ya damu. Wewe kama hivyo unakuja watu wengine. Rangi ya damu mama. Angalia kitu cha mtume. Baada ukitaka kushindana na mimi, yatakushinda. Sasa nikashindana na wewe. Ngoja mama Joa, ngoja nimekaa ndani nasikia mnajibizana. Shida nini hapo? Mimi nimetoka zangu. Nguo zote zinapodondoka anaokota. Kasana pia mama Joa ndio anaokota. Hajaokota nguo. Hapa mnapata pasha. Ngoja